Habari yako na karibu tena katika mwendelezo wa Zanzibar Muko series, na katika video namba 3 hii tutaenda kujifunza moja kwa moja kuhusiana na swali namba 2. Na swali letu namba 2 lilikuwa ni swali la kuoanisha, yani kuna listi A na listi B. Unachagua jibu sahihi kutoka listi B, unaoanisha na kipengele kilichokuweko listi A. Kwa hiyo moja kwa moja twende tukaanze na kitoto namba 1. Kabla ya kuendelea na kitoto namba 1, kwanza nataka nikupe siri moja kuweza kujibu swali hili kwa ufanisi zaidi, au kusevu muda wako, au kulijibu kwa haraka sana. Kwanza hakikisha soma majibu yote yaliyokuweko listi B. Kwa mfano katika swali letu kuna kuanzia kipengele A mpaka H. Kwa A utasoma Adolf Hitler, B France, British and Russia, C Benito Mussolini, D League of Nations, E Versailles Peace Treaty, F Assassination of Archduke Ferdinand, alafu kuna G Hamilton Treaty, alafu kuna H the immediate cause of Great Economic Depression. Baada ya kuyasoma majibu yako, sasa rudi katika listi A. Kipengele cha kwanza utaangalia kitoto cha kwanza listi A kinasema the immediate event that motivated the outbreak of First World War. Hapa bila shaka wakati umeshasoma majibu yako utajua jibu lipi litakuwa ni sahihi. Hapa jibu letu litakuwa ni Assassination of Archduke Ferdinand. Kwa hiyo katika jibu letu litakuwa ni F. Archduke Ferdinand ndiye ambaye amefanyiwa assassination yake, ndio ikapelekea vita ya kwanza ya dunia. The immediate event that motivated the outbreak of First World. Tukio lipi la hafla ambalo lilisababisha kuibuka kwa vita ya kwanza ya dunia? Ndio tunajua kwamba kifo cha Archduke Ferdinand Sarajevo ndicho kilichosababisha kuibuka kwa vita ya kwanza ya dunia. Sasa twende katika B. Kipengele cha pili, kitoto cha pili kinasema any international organization formed after the First World War in order to maintain world peace and security. Jumuiya ya kimataifa ambayo imeundwa baada ya vita ya kwanza ya dunia ili kulinda amani ya dunia na usalama, ili kulinda amani pamoja na usalama, kusije kukatokezea vita vingine. Kwa hiyo hapo wakati wewe tayari umeshasoma majibu yako utajua tu kwamba hiyo ni League of Nations. Kwa hiyo hapa unaitafuta League of Nations iko katika herufi gani? Utaandika ni D. League of Nations hii hapa D itakuwa. Haya, tunaenda mbele zaidi. Kitoto namba 3 kinasema the German leader who was blamed to influence the outbreak of Second World War due to his aggressive behavior. Kiongozi wa Kijerumani ambaye analaumiwa kwa sababu alikwenda kusababisha vita ya pili ya dunia kutokana na aggressive behavior, kutokana na tabia za kibabe au kutokana na matendo ya kibabe. Alikuwa akivamia tu sehemu inayotaka. Kwa mfano alikwenda kuvamia nchi ya Poland, akiharibu Poland, hatimaye ikasababisha kuibuka kwa Second World War. Kwa hiyo kiongozi huyo ni nani? Tunamjua kwamba ni Adolf Hitler. Adolf Hitler yupo katika herufi gani? Yupo katika herufi A kwenye listi B. Kwa hiyo jibu lako litakuwa ni A. Huyo ndo kiongozi wa Kijerumani alisababishia dunia kwenda kuzama katika giza la vita ya pili ya dunia.
Kitoto namba 4 kinasema, kitoto namba 4 hapa kinasema the collapse of New York Stock Exchange. The collapse of New York Stock Exchange, kuanguka kwa soko la hisa katika nchi ya Marekani. Kuanguka kwa soko la hisa nchini Marekani. Kwa hiyo hapo utajua tu kuanguka kwa soko la hisa nchini Marekani, hiyo itakuwa ni sababu ya anguko la kiuchumi duniani. Kwa hiyo anguko la kiuchumi duniani utasema ni H, immediate cause of the Great Economic Depression. Kwa jibu letu itakuwa kwamba H ndio jawabu yetu, ambayo ni sababu ya kusababisha kwa Great Economic Depression. Anguko la kiuchumi limetokana na kuanguka kwa soko la hisa Marekani. Twende kipengele namba 5. Kipengele namba 5 kinasema, it was a too harsh treaty to Germany after the First World War. Mkataba ambao ulikuwa kikatili mno, au ulikuwa unawadhalilisha mno Wajerumani baada ya vita vya kwanza vya dunia, au mkataba uliokuwa una vipengele vigumu mno kwa Mjerumani katika vita ya kwanza ya dunia. Huo ni nini? Mkataba gani? Tunasema ni Versailles Peace Treaty. Mkataba wa Versailles Peace Treaty. Jawabu yetu itakuwa ni E. Ndiyo jibu sahihi ambalo litakuwa ni E. Alafu vile vile kuna kipengele kitoto cha 6. Kitoto cha 6 kilikuwa kinasema they formed a triple entente against aggressor such as Germany. Walitengeneza combination ya kijeshi inayojulikana kama triple entente zidi ya nani? Zidi ya aggressor, zidi ya wale wababe, zidi ya dictatorship power, zidi ya dictatorship power. Kwa mfano Wajerumani ni nani waliounda triple entente kwa lengo la kuwapinga kina Wajerumani pamoja na wenziwe ambao walikuja na nini? Wao walikuwa na triple alliance. Hao itakuwa ni nani? France, British and Russia. Hiyo jawabu yetu itakuwa ni B, ambayo ni hii hapa, France, British and Russia. Hao ndio ambao walikuja na triple entente kwa lengo la kuwapinga wale allied, kuwapinga triple alliance. Asante sana, na tukutane katika video namba 4, ambayo katika video namba 4 tunakuja kuanza katika swali la 3 moja kwa moja, na katika swali la 3 kutakuwa na majibu mafupi, yani una explain kwa ufupi. Kwa hiyo kama umejifunza kitu katika video namba 3, tunakuja kukutana katika video namba 4, sio video namba 3. Hii ni video namba 3. Kama umejifunza kitu katika video namba 3, usiache kudondosha comment yako hapo chini ili kuweza kujifunza zaidi, na kama una maswali weka hapo chini, tutakuja kuyafanyia ufafanuzi.